Tunasikia ganzi, yaani kama ni mguu hata mtu akate hauna habari kabisa. Mtu auinue ule mguu aufinye hauna habari kabisa, kupooza kabisa. Hakuna mawasiliano. Yes, uko sahihi. Mishipa ya fahamu inakata kabisa. Inakuwa hakuna mawasiliano kabisa. Kwa hiyo unaweza kupooza miguu miwili, mikono miwili au mwili wote vitu kama hivyo. Lakini ugonjwa huu virusi vya polio huambukizwa kupitia kula chakula au kunywa vinywaji ambavyo vimechafuliwa na kinyesi kutoka kwa mtu mwenye virusi vya ugonjwa wa polio. Yaani tunasema kwamba aliyepata ugonjwa huu amekula kinyesi kibichi, yaani kinyesi fresh. Leo akisema kinyesi, hapa tukisema choo kinatafsiri jengo, lakini anazungumzia kile kinyesi ambacho mtu amekitoa mgonjwa wa polio. Huyu mtu amekula kwa njia gani? Hakunawa mikono, umetoka kutawaza, umeshika kitasa, umeandaa chakula, kumbe una virusi vile vya polio. Kwa hivyo vinapitia mdomoni. Hivyo havipiti kwenye ngozi kama malaria kwenye mbu anavong'ata. Kwa hiyo inapitia mdomoni ugonjwa huu. Wala sio kama ugonjwa wa COVID unapitia puani, hapana. Unapitia mdomoni, kula kinyesi. Ugonjwa huu unaweza kumpata mtu kwa kutozingatia kanuni za usafi. Nikisema usafi niko na afisa afya hapa, mtaalamu wa usafi. Sio kwamba daktari sio usafi, hapana. Ugonjwa wa polio hushambulia mishipa ya fahamu, hatimaye kusababisha kupooza kwa misuli hasa ya miguu, mikono au yote kwa pamoja. Wakati mwingine ugonjwa huu huathiri misuli ya kifua inayosaidia kupumua na hatimaye kusababisha kifo. Ukipata paralysis ya misuli ya kifua, ina maana kupumua itakuwa changamoto. Kwa hiyo najua pumzi ni uhai. Ukishindwa kuhema, kifo karibu. Lakini kupooza mikono, miguu ni kawaida kwa ugonjwa huu kusababisha shida hiyo. Lakini pia ugonjwa dalili zake ni zipi? Kupooza ghafla kwa viungo. Sio mtu kapata ajali, mguu umekufa, miguu yote imepooza, kuwe kaumia mgongoni, possible kwenye uti wa mgongo, kapooza kutokana na ajali. Lakini kupooza ghafla, tafuta sababu zote, hajaumia, hajapata ajali, lakini kapooza ghafla mtu huyu. Lakini pia homa inakuwepo, kichefuchefu na kutapika, maumivu ya tumbo, maumivu ya misuli, kichwa na shingo. Uti wa mgongo ukipata shida kwenye huku kupooza, shingo inasumbua pia. Kwa hiyo kwenye kupooza, dalili hizi zipo pia za magonjwa mengine. Mtu akipata ajali atapooza miguu, atapooza mwingine mkono. Mtu akipata shida uti wa mgongo anaweza kapooza mkono, vitu kama hivyo. Lakini kama ni kichefuchefu, hata mjamzito anapata kichefuchefu. Tunajua dalili za kichefuchefu, magonjwa mengi yanatokea. Lakini pia maumivu ya tumbo.